Uhari gani mpendwa mtazamaji wa Ngesi Media, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Karibu sana katika kipindi cha Utatu Mtakatifu, kipindi cha siku hii ya leo. Na leo ikiwa ni kipindi cha tatu tangu tumeanza. Tumekuwa na vipindi mfululizo hapa, na nipende kutoa wito tu ya kwamba ikiwa ndio mara ya kwanza unaingia mahali hapa, tafadhali hakikisha unapitia masomo mengine ambayo yamepita, kwa sababu masomo haya yapo katika series, masomo haya yapo katika mfuatano, likitoka hili linaingia hili, linaingia hili. Kwa hiyo unapojifunza somo la kwanza, la pili, la tatu, unakipata hasa kile ambacho Mungu amekusudia wewe uweze kukipata. Somo la kwanza tulijifunza hapa juu ya fundisho kuu katika Biblia, na tukagundua ya kwamba fundisho kuhusu Mungu au fundisho la Utatu Mtakatifu ndio fundisho kuu kuliko mafundisho yote ndani ya Biblia, kwa maana kwamba mafundisho mengine yote yamejengwa juu ya fundisho hili kuu la msingi. Kwa hiyo kushindwa kuelewa fundisho la Utatu Mtakatifu ni kushindwa kuelewa mafundisho mengine yote, na ndio maana lazima tuwe na mtazamo sahihi wa fundisho hili kama ambavyo neno la Mungu limefunua. Na somo la pili ambalo tulijifunza hapa, tulijifunza mkanganyiko mkubwa ya kwamba pamoja na ukweli kwamba Mungu amefunua mambo haya kwa uwazi pasipo kificho chochote, maana neno linasema mambo yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu, na kila andiko lenye pumzi ya kinywa cha Mungu linafaa kwa mafundisho. Bado watu wako kwenye mkanganyiko. Leo ukitembelea katika mitandao ya kijamii, ukitembelea katika nyumba za ibada, unasikia watu wanasema fundisho tata, au wanasema fundisho lililochanganya watu. Maneno haya ni ya uongo kabisa, kwa sababu fundisho hili sio tata, kwa sababu Mungu amelifunua kwa namna ambayo hata mtu yule ambaye ni wa hali ya chini kabisa katika uelewa lazima aweze kuelewa, kwa sababu lipo kwa uwazi, kwa bayana sana. Kwa hiyo sio fundisho tata na wala sio fundisho linalochanganya. Watu ndio watata, watu ndio wanaochanganya. Kwa hivyo ninakukaribisha, endelea kufuatilia vipindi hivi ili ugundue fundisho la Utatu Mtakatifu. Kuna wenzetu wale ambao wakienda katika nyumba za ibada wanaambiwa ya kwamba fundisho hili ni fumbo la imani. Sikiliza, hili sio fumbo la imani. Fundisho hili Mungu amelifunua kwa uwazi kabisa, na hapa tunalifunua ili uweze kupata nafasi ya kujifunza na kuelewa ukweli huu. Na hilo lilikuwa ni somo letu la pili. Leo tunaingia katika somo la tatu ambalo lina kichwa kinachosema imani kuu duniani. Hapa tutajikita kuangazia imani mbalimbali ambazo watu wanazo na wanaamini katika dunia yetu leo, na hii itatusaidia tuwe na uelewa mpana wa kile ambacho tunaamini sisi kama Wakristo, kwa maana ya fundisho la Mungu mmoja katika nafsi tatu. Ikumbuke tu ya kwamba wale wote ambao wamekuwa wakifundisha ya kwamba fundisho la utatu sio la kibiblia, wanajenga hoja ya kwamba fundisho hili linafundisha miungu watatu. Sasa sikiliza, leo tutaangalia wale wanaoamini miungu watatu, na tutaangalia ili fundisho la utatu liko katika kundi gani. Mungu akubariki, naendelea kuwa pamoja nasi, na kama ndio mara ya kwanza umeingia katika channel hii, usiache kubonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uweze kubarikiwa na masomo haya nyeti yanayokujia kutokea hapa Ngesi Media. Mimi naitwa mwalimu na mchungaji Godliven Maximilian Ngesi, mtumishi wako ambaye niko hapa kwa ajili ya kuletea mafundisho haya adhimu ya neno la Bwana. Basi tunapoanza, nikualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza. Tunaomba tuweze kujifunza na kuelewa kwa jina la Yesu mwokozi wetu, amen. Nakukaribisha katika somo letu la siku hii ya leo, tukianza kuangazia imani kuu duniani. Tunapoanza, imani ya kwanza kabisa ya msingi ambayo leo ipo duniani inaitwa ni atheism. Atheism ni imani isiyoamini juu ya uwepo wa Mungu. Wale wote ambao wako katika imani hii wanajulikana kama atheist, yaani watu wasioamini juu ya uwepo wa Mungu. Wanapokuwa wakielezea mambo mbalimbali kuhusiana na ulimwengu huu, wao wanatumia sayansi pamoja na sheria za asili, na hivyo wako katika mahali ambapo hawana imani kabisa juu ya uwepo wa Mungu. Hapa ndipo kuna makundi ya watu wengi, wakiwepo akina Charles Darwin wako katika kundi hili. Wote wanaamini ya kwamba hakuna Mungu. Kwa hiyo wale wote ambao hawaamini juu ya uwepo wa Mungu, hao wanaitwa ni atheist, yaani imani yao inaitwa atheism. Hiyo ni imani ya kwanza ya msingi ambayo unapaswa uifahamu, ya kwamba watu wasioamini juu ya uwepo wa Mungu. Lakini sikiliza, neno la Mungu linaeleza hivi katika kitabu kile cha Zaburi sura ya 14 mstari wa kwanza.
Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Neno la Mungu linamuita mtu ambaye anaamini hakuna Mungu ni mpumbavu, na haijasema mjinga, ila imesema mpumbavu, kwa sababu mjinga ni mtu ambaye haelewi, lakini anapoeleweshwa anaelewa. Mpumbavu haelewi, lakini hayuko tayari kueleweshwa ili kuelewa. Na ndio maana ukisoma Mithali sura ya 22 anasema hata ukimtwanga mpumbavu kwenye kinu pamoja na ngano, upumbavu wake hautamtoka. Kwa nini? Kwa sababu ni mpumbavu, hajui na hayuko tayari kuelewa. Kwa hivyo kila ambaye aamini juu ya uwepo wa Mungu kwa namna yoyote ile, maandiko yanamuita ni mpumbavu. Awe aamini habari ya utatu, awe aamini ya kwamba Yesu sio Mungu, awe anaamini ya kwamba Roho Mtakatifu si Mungu, yoyote yule maandiko yanamuita ni mpumbavu. Na hivyo basi una haja kuwa mpumbavu, kwa sababu neno liko wazi, linatuambia kwamba kuna Mungu. Kwa hiyo ni imani ya kwanza ya wale ambao hawaamini juu ya uwepo wa Mungu. Imani ya pili na ya msingi ni monotheism. Monotheism ni imani juu ya Mungu mmoja. Imani hii inaaminiwa na makundi matatu ya dini. Naomba nizitaje. Moja ni Uislamu, mbili ni Ukristo, na tatu ni Uyahudi. Hizi imani kuu tatu duniani ndio zinazoamini juu ya Mungu mmoja. Zinaitwa monotheistic religion, dini zinazoamini juu ya Mungu mmoja. Muislamu anaamini juu ya Mungu mmoja, Myahudi anaamini juu ya Mungu mmoja, Mkristo anaamini juu ya Mungu mmoja. Dini hizi tatu, nisikilize vizuri, kuna tofauti kati ya Mkristo na Muislamu katika dhana ya Mungu mmoja, na nakutambulishia tu, hiyo ni mada ya somo linalofuata. Tofauti kubwa iliyopo kati ya Mkristo na Muislamu kuamini juu ya fundisho la Mungu mmoja. Maana Muislamu anasema Allah is one, Mkristo naye anasema God is one. Sasa ni tofauti iko wapi hapo? Hiyo ni mada yetu ya somo linalofuata, naomba uweze kuhudhuria. Lakini kwa pointi ya sasa, ukisikia dini zinazoamini juu ya Mungu mmoja ni dini kuu tatu. Moja, Uyahudi; mbili, Uislamu; na tatu ni Ukristo. Hiyo ni imani ya pili duniani hapa ya wale ambao wanaamini juu ya Mungu mmoja. Imani ya tatu ni imani ya wale wanaoamini juu ya miungu wawili. Hii inaitwa ditheism au dualism. Hii ni imani juu ya miungu wawili. Wapo watu katika dunia yetu ambao wao wanaamini juu ya miungu wawili, na hii miungu wawili wanaamini ya kwamba mmoja ni Mungu wa wema, mwingine ni Mungu wa uovu, Mungu wa mazuri, mwingine ni Mungu wa mabaya. Kwa hiyo wanaamini kuna miungu wawili ambao wanajitegemea kabisa. Huyu ni Mungu wa kwanza, huyu ni Mungu wa pili. Hiyo pia naye ni imani ya watu ambayo wanayo hapa duniani, inaitwa ditheism au dualism. Imani ya nne, tunapokuwa tukijifunza imani mbalimbali za watu hapa duniani, ni imani inaitwa tritheism. Tritheism ni imani juu ya miungu watatu. Hii wanaamini kuna Mungu wa kwanza, kuna Mungu wa pili na kuna Mungu wa tatu. Sitazama sana katika imani hizi kwa sababu ya kile ambacho tunatamani tujikite kwenye imani ya Mungu mmoja, lakini basi tritheism wao wanaamini juu ya miungu watatu. Na hapa kuna tofauti kati ya imani ya tritheism pamoja na Trinity. Wale wanaofundisha kwamba utatu mtakatifu sio fundisho la Biblia, wanadai ya kwamba eti wale wanaofundisha utatu mtakatifu wanafundisha miungu watatu. Sasa sio kweli. Miungu watatu imani yake inaitwa tritheism, na Mungu wa utatu yenyewe inaitwa Trinity. Ndio maana kuna tofauti kati ya tritheism pamoja na Trinity, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo usichanganye mambo haya, usichanganye kabisa. Kuna tritheism, miungu watatu, na kuna Trinity, Mungu mmoja katika nafsi tatu. Sio miungu watatu, nafsi tatu. Ni mada ambazo tutazichanganua kwa kina katika siku za usoni. Kwa imani hii yenyewe inaamini juu ya miungu watatu tu ambao wao wako separate kabisa. Imani ya mwisho kwa siku hii ya leo ni pantheism. Ukisikia pantheism, ni wale ambao wanaweka imani kwamba kila kitu ni Mungu. Hawa wanamfanya Mungu kuwa sawa na uumbaji wake, wanamsawazisha Mungu sawa na uumbaji. Na ukisoma Qurani inawakataza watu hawa mapantheisti
kumsawazisha Mungu sawa na uumbaji. Na hivyo hivyo Biblia pia na yenyewe inakataza. Ukisoma kitabu cha Isaya anasema, mtanilinganisha na nani? Mungu hawezi kulinganishwa na kiumbe, wala Mungu hawezi kulinganishwa na uumbaji, kwa sababu Mungu ni mkuu na wala hakuna anayeweza kulingana naye. Hivyo basi pantheism wao, imani yao, wanaamini ya kwamba Mungu ndiye sawa na uumbaji. Kwa hiyo wanamuweka katika kundi moja na uumbaji, na hiyo ndiyo imani yao. Hawa wanaitwa pantheism. Kwa hivyo siku hii ya leo tumekuwa tukiangazia imani mbalimbali hapa duniani, na ziko nyingi. Mimi nimetaja hizo 5 za msingi ili ziweze kutusaidia na kutupatia ramani ya kule tunakoenda. Moja ni wale wanaitwa atheism, wasioamini juu ya uwepo wa Mungu. 2 ni monotheism, dini inayoamini Mungu mmoja, ambapo hapo kuna Ukristo, kuna Uyahudi na kuna Uislamu. 3 ni dualism au ditheism, imani juu ya miungu wawili, Mungu wa wema na Mungu wa uovu. 4 ni tritheism, wale wanaoamini juu ya miungu watatu ambao wako separate kabisa. Na 5 ni pantheism, wale ambao wanamfanya Mungu kuwa sawa na uumbaji. Sasa sisi tutapita wapi, mchungaji? Somo linalofuata tutajifunza tofauti kubwa iliyopo katika imani ya Mungu mmoja. Yaani katika hizi 5 zote sisi tutatembea na ile ya monotheism. Pale tutaangalia Uislamu, tutaangalia Uyahudi pamoja na Ukristo, na kutokea hapo ndio barabara yetu itatuongoza katika kujifunza fundisho la Utatu Mtakatifu, ambalo lenyewe linafundisha juu ya uwepo wa Mungu mmoja katika nafsi 3 za milele. Kwa hivyo ninakualika katika kipindi kinachofuata, kitakuwa ni cha moto na sio cha kukosa, kuona tofauti iliyopo baina ya ndugu zetu Waislamu na sisi Wakristo katika dhana ya Mungu mmoja. Maana wao wanadai Mungu ni mmoja, Wakristo nao wanadai Mungu ni mmoja. Kivipi? Hiyo ndio mada yetu ya juma lijalo. Mungu akubariki sana. Endelea kuwa pamoja nasi katika vipindi hivi vizuri vinavyoendelea na kutufundisha ukweli juu ya neno takatifu la Bwana. Mimi naitwa mchungaji Godliven Maximilian Ngesi, na kama ndio mara ya kwanza umeingia katika channel hii, tafadhali usiache kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili uweze kubarikiwa na mafundisho haya na upate taarifa mapema kabisa pindi tunapoweka video zetu mpya. Mungu akubariki na nakuombea mema. Endelea kuwa pamoja nasi wakati wote, na Bwana akuangazie nuru ya uso wake.